Kwa pamoja tunapinga nini? Ukatili majumbani. Sisi polisi tunapinga nini? Ukatili majumbani. Nashukuru. Hata kama mambo yanatokea ndani hawawezi kusema. Mwanaume anafanyiwa ukatili, akishafanyiwa ukatili, mwisho wa siku yanakuja matokeo sasa ya moja, kama kutelekeza familia, lakini cha pili kuwa na mchepuko nje ya ndoa yake, kwa sababu pia anafanyiwa ukatili. Kwa mfano, inafika mahali mwanaume anatukanwa labda na mke wake kwamba wewe una mtoto hapa, wewe ni mwanaume suruali. Kwa hiyo yale yanapelekea mwanaume kuona kumbe mimi nalea familia ambayo sio ya kwangu. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuihudumia hiyo familia. Lakini kingine, kumekuwa na changamoto kubwa sana ya wanawake kuwanyima matendo ya ndoa wanaume. Kwa hiyo pia inapelekea mwanaume sasa kuona nina mke lakini sipati kile ambacho nakihitaji kwenye tendo la ndoa, anaamua sasa aenda akapate faraja sehemu nyingine ambayo ndio tunaita mchepuko. Kwa hiyo inapelekea sana kuwa na upendo hafifu kwenye familia. Kingine ambacho nakiona kwa upande wa mwanaume kwenye familia ni namna ambavyo wanawake wanavyoachiwa matumizi na wanaume. Sasa hivi kuna wanawake wengi sana wamejiunga na vikundi vinaita vikoba, kausha damu, rusha roho na nini. Sasa unakuta matumizi ameachiwa, lakini hayatumii kwa namna ambavyo malengo yamekusudiwa na mwanaume. Kwa hiyo inapelekea sasa mwanaume akija kugundua kwamba mke wake anajishirikisha na vikundi ambavyo wakati mwingine anakula hasara. Baadhi ya vitu ndani vinakuja kusombwa na vikundi ambavyo either vinamdai au kwa namna yoyote ile ambayo alikopa bila mwanaume kujua, inapelekea pia upendo kufanyaje? Kupotea. Mimi nasimama kwenye kutetea hoja ya kwamba mwanaume ndio chanzo cha ukatili nyumbani. Kwa sababu mojawapo, tunaanza na ukatili wa kisaikolojia. Wanaume wengi wamekuwa wakitoa lugha za matusi kwa wake zao bila kuheshimu. Anamtukana katika mazingira gani? Na sababu inomchochea yeye kumfanya ajisikie vibaya na kutokuangalia mazingira ya kifamilia ikiwemo na watoto. Unakuta tu mwanaume amejiamulia tu kwamba leo na kusudia kwa hili jambo dogo ni mtukane tu mke wangu bila kuangalia mazingira ya watoto wala mwanamke. Tunakuja kwenye hoja ya pili, ukatili wa kiuchumi. Wanaume wengi wanaamini kwamba wao pekee ndo wanaweza kuitawala jamii. Wao ndo wanaweza kuiongoza familia bila kujua kwamba mwanamke naye ni mwanamke anayeweza kusimama na kuendesha familia, ikiwemo kusimama kibiashara, kusimama kielimu, kusimama kuongoza ofisi na shughuli nyingine za kijamii. Namba 3, tunakuja kwamba mwanaume, kutokana na jamii yetu ya Kiafrika kwamba iliwapa wanaume nafasi kubwa ya kuwa wao ndo watawala wa madaraka. Yaani kuna vile vitu ambavyo kwenye jamii vinahitaji kutatuliwa kwenye busara, lakini mwanaume akiona kwamba mwanamke anataka kuja au kutaka kumwataki au kuwa juu yake, mwanaume anaona kama huyu mwanamke ananifanyia ukatili. Mimi natetea upande wa wanawake kwamba wanaume ndio chanzo cha ukatili katika tukiwa majumbani kwenye familia, kutokana na pointi zifuatazo. Tumekuwa na wababa wasiopenda familia zao. Yaani baba ameoa nyumbani, anaheshimu tu kwamba ana familia, lakini yuko nje hajui hata mtoto wake yuko darasa la ngapi. Kuna baba nakutana nao, mtoto wake amerudishwa shule, unamuuliza mtoto wako yuko darasa la ngapi, hajui hata yuko darasa la ngapi. Yaani hajui kama ni sehemu yake ya malezi. Yaani wababa wamekuwa sio sehemu ya malezi ya familia. Ukimuuliza mtoto wako yuko darasa la ngapi, hajui. Yaani yote majukumu kamwachia mama. Yaani sasa hivi tunazaa kwa uchungu, tumeanza kutafuta na kwa jasho, yaani majukumu yote tumepewa sisi. Tumekuwa na wababa ambao ukimkamata amechepuka anaona ni sehemu yake, yaani sio issue kwenye issue ya kuchepuka. Ndio maana siku hizi hata malezi ya wanaume, una mtoto wa kiume, uko naye nyumbani, hujui hata hafundishwi hata na baba. Kaa siku nyingine umetoka hata saa 1, kaa mwambie mtoto wako wa kiume, mwanangu natakiwa ufanye hiki na hiki. Lakini kila siku uko na baba, anamuona mama ametoka na pochi, anamuona mama anapaka lipstick, ndio maana nakuta tu mtoto naye anaanza kupaka lipstick na ni wa kiume. Anabeba pochi. Baba amekosa nafasi yake ya malezi katika watoto wake wa kiume. Yuko busy
Kuna wababa wanajifanya wamesusa, kumbe anataka aondoke tu ili achelewe kurudi. Mtu unasusa kwa sababu umekuta chai imeisha. Kwenye mdahalo wetu, mimi binafsi ninavyoona mwanaume ni chanzo. Tukianza na huo ukatili wa kihisia, wanaume wanawanyanyasa sana wanawake, yani kitu kidogo anaanza maneno makali. Mimi nakulisha, nakufanya hivi na hivi, hivi na hivi. Ni vitu ambavyo sio vizuri. Alafu kitu chengine, mwanaume hana elimu kuhusiana na swala la usawa. Kwamba mke wangu huyu hapa natakiwa nimpende, nimfanye hivi na hivi. Kwa wanaume mara nyingi wamekuwa wakiwadhulumu wake zao. Yaani sio kidogo, wanawadhulumu sana sana. Mwanaume yani kipato cha familia badala ya kukitumia yeye na familia yake, anaanza kukigawa kupeleka kwenye nyumba ndogo na vitu vinginevyo. Halafu kitu chengine, wanaume wanakosa uwezo wa kudhibiti hasira zao. Yaani kitu kidogo mwanaume hatumii ile busara, labda mke wangu hapa umeteleza kidogo, natakiwa nifanye hivi na hivi, namna ya kumuelewesha mke wake, lakini anamwataki na hasira. Mimi kwa hii mada ningependa kuchangia kwa upande wa mwanamke na upande wa mwanaume. Mimi naona kama wote ni tatizo. Na tatizo kubwa hasa linaloathiri watu wengi ni psychologist mindset. Kwa mfano, psychological mindset upande wa mwanaume. Mwanaume anaweza wakati anaenda kutafuta katika utafutaji wake, psychological mindset yake kule anaweza kawa naasiliwa na mazingira. Kwa hiyo yale mawazo yanotoka nayo kule akaenda nayo nyumbani kwake, inaweza ikasababisha migogoro ya kifamilia. Lakini upande wa mwanamke pia psychological mindset inaweza ikamwathiri, ni kwamba yeye kulingana na mazingira, kwa sababu yeye kama ni mama wa nyumbani, anaweza akawa ameshinda pale nyumbani, labda otherwise hiyo familia labda ikiwa katika hali ya upangaji. Kwa hiyo yeye anaweza akaathirika psychological mindset kwamba anaona mbona wenzangu wanakula vizuri? Mbona wenzangu wanavaa vizuri? Kwa hiyo yeye mume wake psychological mindset yake hapo itakuwa imekwisha haribika. Kwa hiyo akija mume wake kama akiwa ametoka kazini, anaweza akaja akamletea hizo mada. Mimi mbona familia fulani wanakula vizuri? Mimi katika mada hii napenda kuongelea swala zima la wanawake. Kwa kweli sipo upande wa wanawake, isipokuwa nataka nishauri tu kuhusu wanawake. Kwa hali halisi sasa hivi ya maisha, wanawake wameona kwamba wao ni viumbe dhaifu, na ambapo sio viumbe dhaifu. Wamejiona kwamba bila mwanaume yeye hawezi kuishi, ambapo sivyo. Mungu hakutuumba hivyo. Mungu alituumba kwamba binadamu wote ni sawa. Na ndio maana kuna polisi na wanawake na kuna polisi wanaume. Sio kwamba eti wale wanawake polisi waliumbwa tofauti na hawa wanawake wa kawaida. Kwa hiyo tuwe sawa kwa sawa. Mwanamke anaamua kuja, ana mwili mzuri, ni mzuri kwa umbile na tabia. Yaani mimi nikisema tabia kwamba ana macho, ana miguu, ana uelewa. Yaani uelewa wake uko timamu. Lakini anakuja anasema kwamba mimi bila yule mwanaume siwezi kuishi. Bora nijiue. Kwa nini ujiue? Au bora nife. Kwa nini ufe bila mwanaume? Wanaume wetu wanakosa imani ile ya kimungu. Nasema hivyo kwa sababu gani? Utaangalia kwenye mikutano mingi, makongamano mbalimbali, tunaojitokeza kwenda wengi ni wakina mama ambao tunaenda kulishwa chakula cha kiroho. Pale tunafundishwa upendo, lakini hata ukiwashauri hawa baba kwamba labda kuna kongamano au kuna nani amekuja, wanaume hawa hawaendi. Sasa mwanaume atapataje ile imani ya kusema kwamba mimi nimpende mke wangu? Na kitu kingine ambacho ni kitu kidogo ambacho na washauri wanaume kwenye hili swala, vizawadi vidogo vidogo. Wanawake tunapenda. Kwa mfano kama sasa hivi kuna elekea sikukuu ambayo ni sikukuu ya pendanao tarehe 14. Unaona, ili tuone sisi kwamba hatukatili. Unajua sisi wanawake tuna mambo mengi. Kwa mfano unaona labda Perusi mume wake anamjali kwa vizawadi vidogo vidogo, wewe ndani haupewi. Alafu kuna mtu mwingine ambaye yuko nje ambaye ana kusupport kwamba mama ni 1 2 3. Kwa hiyo automatic huyu mwanaume ataona kama unamdharau, utaenda kule ambapo sehemu unafanyaje, unajaliwa. Mimi naomba nisimame pande zote mbili.
sitakuwa upande wa mwanamke kumtetea wala sitakuwa upande wa mwanaume kumtetea, ila nitatoa sababu zote ambazo zitapelekea kwa kila mmoja. Nikianza kwa upande wa mwanamke ambavyo anaweza kuwa mkatili wa kijinsia kwa mwanaume, sisi wanawake tuna asili ya midomo. Mdomo wa mwanamke unaweza ukasababisha mwanaume asimtunze mwanamke au akasusa ile familia. Mwanaume katika biological mwanaume hawezi kukaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa, si ndio? Maybe labda mwanaume amesafiri, ameenda labda sehemu miezi 3, afu na mwanamke yuko mbali. Maumbile ya mwanaume hawezi akakaa akastahimili ile miezi 3 bila kufanya nini? Tendo la ndoa. Kwa maana hiyo mwanaume anaweza akapata mwanamke kule akashiriki naye maybe kwa kutumia kinga. Ina maana tayari amemlinda nani? Kamlinda mke wake. Mimi nikija kujua kama mwanamume wangu amenichiti, nikaona hata message, inawezekana alificha ile message, mimi nikana pekenyua ile simu nikakuta ile message labda amenichiti. Kwa hiyo sasa nitaanza kufanyaje? Kumlalamikia mwanaume. Na inawezekana nimeona kabisa mwanaume wangu ametumia kinga na yule mwanamke, na mimi pia niko mbali na yule mwanaume kiasi cha kwamba hawezi akafunga safari akaja sehemu ambayo naishi mimi. Lakini mimi nimepekenyua simu yake na nikakuta message, na message labda zimefichwa sehemu ambazo ni privacy kabisa, na nikakuta labda ameonyesha kabisa alitumia kinga. Bado mimi nitaanza kufanyaje? Nitaanza kulalamika, nitaanza kumsimamishia mdomo, nitasema bora niwe na mtu fulani ananitaka tena ana hela anafanya. Kwa hiyo mwanaume anashikwa na hasira, unakuta anafanyaje? Anasusa. Na mwanaume psychologically akiwa na familia, akigombana na mwanamke anakuwa hana tena upendo na wale watoto. Kwa hiyo unakuta wanaume wengi hawatunzi watoto wao kwa sababu ya mdomo wa mama. Mimi labda nimemtamkia maneno, kwanza hii mimba ilikuwa sio kwako. Kwa sababu ya nini? Ya hasira. Na mwanaume sasa atasema kumbe sio watoto wangu afu na watunza. Tunaachana. Tukishaachana mwanaume hatuzi kabisa na watoto. Mwanaume hawezi akatunza mtoto ambaye hakutani na mama yake kimwili, psychologically hiyo. Mwanaume ndo asili ya mwanaume iko hivyo. Ndio maana wanaume wengi hawatunzi watoto wao kwa sababu ya ugomvi wa baba na mama. Kulingana na mimi mdomo wangu ulivyonisababishia au mimi kumpekenyoa mwanaume. Sababu nyingine unakuta makundi. Sisi wanawake tunakuwa tuna asili ya makundi mengi. Unakuta mimi nikikaa na rafiki zangu, labda anaweza akasema mwanaume wangu ananifanyia hichi na kile. Sasa kulingana labda na mwanaume wangu mimi hafanyi vile vitu, badala ya kwenda nimwambie mume wangu mbona mimi hunifanyii kitu fulani, naanza kumfanyia labda hasira. Alisema Njile, ukisoma kwenye Biblia wa Efeso 5:22 anasema mwanamke amfanyaje? Amtii mwanamume. Na ukisoma hiyo Efeso 5:25 inasema mwanaume ampende mwanamke. Ukisoma Efeso 5:33 inasema mwanamke anatakiwa amstai nani? Mwanaume. Kwa hiyo mimi nahitaji kumtunzia mwanaume siri zangu. Kama mimi nitatoka kwenda kwa rafiki zangu kuelezea siri za matatizo ya mwanaume wangu, bado namfanyia ukatili. Sababu nyingine tukienda kwa upande wa mwanaume. Mwanaume anaweza akapata mwanamke nje, akasahau familia kulingana na treatment anayoipata kule. At the end of the time mwanaume anakuta anaisusa familia, anakuwa hana mpango. Sasa hivi tukiangalia utandawazi sasa hizi kuna mambo mengi spiritually, unakuta wanawake wengine wanatumia madawa. Anaweza akamchukua mume wako, akaona labda mwanamume wangu ana kipato kikubwa, yeye maisha yake labda magumu. Anamfunga mwanaume anakupo hajali familia. Anahamia tena kule. Kwa hiyo unakuta mwanaume atunzi familia, afanyaje? Hiyo ni spiritually. Lakini tukiangalia kuna childhood trauma, mtu unakuta tangu alivyolelewa tangu mdogo alifanywa labda ukatili, hakupata mapenzi ya baba, still baba yupo, hakupata mapenzi ya mama, labda alilelewa mtaani. Just imagine yule mtu anakuja kuingia naye mahusiano, hana ile spirit of love since from beginning. Hawezi kunipenda. Kwa mimi nitakuwa labda na force kupendwa na mtu fulani, lakini hakuwahi kupata upendo. Kwa maana hiyo mimi nitawajibika kumtengenezea upendo as a woman. Mimi siko kwa mwanamke au kwa mwanaume, nataka kuelezea tu namna ambazo familia inaweza zikatengeneza mazingira mazuri, kila kitu kikakaa sawa. Kuna hii swala la migogoro ya kifamilia. Kuna swala ambalo kuta mimi na mke wangu tuna mgogoro fulani, hatuja settle down na kuweza kumaliza zile tofauti zetu. Kwa kila mmoja unapoongea la kwako, mwenzako atakuwa hata kama ni nzuri kwako atalichukulia baya, hata kama ni baya kwake ndio itakuwa baya zaidi, atakuwa analikuza zaidi, kwa sababu wale watu watakuwa hakuna maelewano mazuri. Vile vile sisi ni wa Afrika, tuna mila zetu, sawa? Na baadhi ya mila zetu zinaamini kabisa kwamba mwanaume ni bora zaidi kuliko mwanamke. Kwa sasa ile hali inampelekea mwanamke hata yeye mwenyewe kujiona kama vile amenyanyaswa tu kwa ajili ya zile taratibu tu za kimila. Hasa kuhusu sisi wanaume,
Wakina mama kweli wanatufanyia ukatili, ila tunashindwa tu kujitokeza kusema kwamba mimi nimefanyiwa hiki. Tusie tukashangaa humu tumo ndani humu. Tunaweza tukajikuta tuna wiki hujakutana na mama. Na yote hayo ni mambo ya ukatili. Halafu na maneno mengine, maneno ya makundi na vikundi. Mama unajikuta wewe mwanaume, mama ana kikundi sehemu fulani. Mwanaume hujui. Amekopa kule, unakaa nyumbani umekaa umerelax, unashtukia watu hawa hapa gari imetua nje. Tunakuja kuchukua vyombo. Hapo lazima msongo nani uwepo. Utakuja tu, lazima kutatokea maneno ya kujibishana na mama. Kwa sababu hutakubali vitu vitoke, lakini yote hiyo ni nini? Hii ni kutaka ya 50 kwa 50. Mimi ninachoomba kitu tukitaka kuishi vizuri, kushirikishiana. Tufanye hiki, tufanye hiki, tufanye hiki. Lakini vinginevyo bado tuko pale pale kwenye swala la ukatili. Halafu na hili swala ambao wachangiaji mmelisikia linasapotiwa sana kwamba nikikutana na mtu fulani akiwa na kitu fulani. Hapana. Wakati mnafunga ndoa hakuna sehemu iliyoambiwa kwamba huyu akipungukiwa nenda sehemu nyingine. Kwa sababu lazima uridhike na kipato alicho nacho mwenzio. Sasa tunafata matamaa yetu na leo si unataka uwe na masima nini si 100 na kitu na matabia ya ajabu. Matokeo yake ndio mavikoba kibao, madeni kibao. Alafu huku ndani ya nyumba unakuwa unaishi mwanamke kama mwewe. Mkisemeshana na mwanaume lazima mgombane. Kwa sababu huku una wasiwasi kwamba utagongewa, kwamba anakuja huyu ananidai na huyu asijue. Kwa mfano mwanaume anaamua kuoa mwanamke ambaye ana mtoto. Anamkuta na mtoto. Tena anamkuta na mtoto ambaye labda ni kabinti kazuri tu. Na mashallah tumejaliwa sasa hivi kuzaa watoto wazuri. Sasa mwanaume anapokuwa amemwoa yule mwanamke, matokeo yake anaamua sasa kutembea na yule mtoto. Yaani ubakaji unakuwa mle ndani. Na mtoto anatishiwa kwamba wewe usiseme. Hivi ni vitu ambavyo vinatokea mara nyingi. Kwa kweli hicho kitendo kwa wanaume, mimi napenda kuwaasa kwamba waache. Kwa sababu unapomwoa yule mama, umemwoa yule mama, stili bado utazaa naye na yule mtoto mwingine atakuwa bado ni mtoto wako. Lakini unaamua wewe kufanya yule mwanamke yule mtoto wake tena awe ni mke. Na unapopata zile taarifa wewe mama, unasema nisizitoe kwa sababu naweza nikavunja nini familia. Yaani unaona ndoa ni kitu cha muhimu kuliko kutoa taarifa ya kitendo alichofanyiwa mtoto wako. Kwa hiyo wanaume wengi wabadilike. Unapomwoa mwanamke ambaye ana mtoto, hukuoa pamoja na mtoto wake. Umemwoa yule mwanamke peke yake. Wewe kama ni mwanaume rijali kweli, nenda katafute kule nje. Au mama anaamua kutafuta binti yake wa kazi. Na sasa hivi unasikia kijijini, niletee mdogo mdogo. Lakini vitendo anavyofanyiwa yule mtoto mle ndani, yule binti wa kazi, ataenda kulalamikia wapi? Akija kwako unamwambia muongo. Akienda kulalamika sehemu nyingine unaambiwa muongo. Mtoto yule anabakwa, unachukua binti wa kazi chini ya miaka 18. Hiyo haipendezi. Kwa hiyo mimi nawaasa sana wakina baba waendelee kupeleka ujumbe huko kwamba hizo tabia waziache. Sio tabia nzuri, ni tabia mbaya. Na wamama watoe taarifa kama mtoto amefanywa kile kitendo. Mtoto ni mtoto, haijalishi ule mtoto uliyezaa wewe au mtoto ambaye ni mfanyakazi ambaye umemchukua wewe kwa ajili ya kukufanyia zile kazi mle ndani. Waache mara moja. Nikija kwenye upande wa akina mama, unakuta sisi wanawake, yani nazungumzia wanawake, ukiolewa na mwanaume ambaye umemkuta ana nyumba, mashallah. Yani unashukuru, nyumba, familia, amani, hakuna shida kabisa. Lakini ngoja mwanaume sasa amkute mwanamke yule ana nyumba. Hapo ndo balaa linapoanzia. Mwanaume chochote atakachokifanya utasikia yani
Tena hapo unaweza ukaondoka kwa sababu uko kwenye nyumba yangu. Yaani unaweza ukaondoka huko kwenye nyumba yangu. Yaani mwanamume atakachokifanya chochote, lakini wanaume wanapotukaribisha sisi kwenye nyumba zao, hivyo vitu hatuvisikii. Lakini mwanamke sasa akimkaribisha mwanaume, ndio chanzo cha ukatili kinapoanzia. Na kingine, mwanamke pia anapoolewa akakuta yule mwanaume ana watoto, ajitahidi kulea wale watoto kama watoto wake. Kwa sababu tunaona mambo mengi, tunaona uchomaji, mashambulio, tunaona watoto walivyochomwa, lakini kesi nyingi ambazo zimeatendiwa unakuta ni mtu anakuambia mtoto wa kambo. Kwa nini amechomwa moto? Ameiba pesa. Angekuwa ni wakwako ambaye umemzaa, ungechukua moto kweli ukamchoma kwenye mkono? Kipindi chetu kilikuwa ni kizuri sana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, ametupa afya njema, tumeweza kusikiliza na tumetoa hoja zenye mantiki. Nadhani tunatakiwa sisi tuwe mfano wa kuigwa katika familia zetu. Wababa tusimame kama wababa na wamama tusimame kama wamama. Sisi ni askari wa jeshi la polisi, lakini tunaporudi nyumbani tunachukua nafasi zetu za wazazi. Kunakuwa kuna baba, kunakuwa kuna mama. Akina baba tuweze kuhudumia familia zetu na tuzipende familia zetu. Sio kwa sababu mama anafanya kazi unataka aanze kuihudumia familia. Jukumu la mwanaume ni kuihudumia familia. Unatakiwa umhudumie mkeo pamoja na watoto wako na ndugu, jamaa na marafiki. Kwa pamoja tunapinga nini? Ukatili majumbani. Sisi polisi tunapinga nini? Ukatili majumbani. Awi? Nashukuru.